Hiyo mambo vipi Tanzania, Afrika Mashariki na Kati? Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji, Taji Kipaji. Siku ya leo naenda kufundisha jinsi ya kuunganisha dread nyembamba na kuzifanya kuwa nene na kuzipunguza idadi ili ziwe chache. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naam, ndugu mtazamaji, kama nilivyosema, hii ni episode ya kwanza. Hivyo kama ndo kwa mara ya kwanza unajiunga nami Gwiji la Vipaji, na kuomba kama bado subscribe sasa channel yangu ya Gwiji TV, lakini pia utaona kikengele utabonyeza pia. Na katika hili zoezi, ndugu mtazamaji, ikiwa ni episode ya kwanza, kitu cha msingi kwanza ni kuangalia nywele jinsi zilivyo. Hatua ambayo itaanza, hatua ya kwanza kabisa ni katika kuzigawa mistari au kupanga mistari, na pia katika kugawa kiasi cha mabutu. Ninaposema kiasi cha mabutu ni kwamba kwa sababu leo tunaunganisha, manake tunaziunga nywele tatu kutokana na saizi ya huyu mhusika jinsi zilivyo, unene wake. Kifaa nitakachotumia ni hiki kitana, lakini pia na sindano utaiona hapo mbele. Ni kwamba hatua inayoanza ni hii ya kuzipanga sasa, kupangilia mstari. Kama unavyoweza kuona hapa, ndipo na kata mstari namna hii. Sasa nywele kwa sababu zilijishika sana ni ngumu, ukiona zinakuwa ngumu unachukua mkasi unakata, ili uweze kuzikata kwa urahisi pindi zinapokuwa ngumu. Kwa hiyo zoezi hili la kugawa mstari, ndugu mtazamaji, tunaenda nalo kama unavyoweza kuona, tunaenda nalo guys. Mwisho wa siku, ukishahakikisha mstari wako umenyooka vizuri, unahakikisha kama kuna nywele ambazo zimeingia sehemu ambayo sio yake, unazitoa kama hivi ninavyofanya mimi. Nazitoa nywele ambazo zimeingia katika mstari ambao sio wake. Na rekebisha vizuri. Manake mstari wa kwanza ni kwamba na ugawa kutokana kwamba na idadi ambayo na saizi ambayo tunaenda kutengeneza mashina yetu. Kama hapo unavyoweza kuona kwa huku chini kabisa, mstari wa kwanza nitagawa mashina mawili, manake nitapata mashina mawili tu. Na katika haya mashina mawili, kulingana na saizi ya dread za huyo mtu, nitazikusanya dread 3 katika shina moja. Kwa kila shina nitazikusanya dread 3 kama unaweza kuona hapa ziko 3, manake mashina matatu na yaunganisha kwa pamoja, alafu linakuwa shina moja. Kwa hiyo zoezi linalofuata, hatua inayofuata ni kucroch. Hii hatua una croch, umeona, na una croch kwa kutumia sindano ya kufumia vitambaa almaarufu kama crochet, hii ambayo unaiona guys. Natumai kwa wale ambao wananifuatilia jinsi ya kucroch nishafundisha sana namna hiyo guys. Hatua baadaye unachukua tena kitana hiki cha chuma. Kitana cha chuma hiki kazi yake ni kwa ajili ya kuzichambua hizi dread, kwa sababu kama unavyoweza kujua kwamba dread siku zote zinakuwa mpaka kufikia kimo hiki zinakuwa zishajikaza sana. Kwa hiyo kucroch inakuwa si rahisi, kwa lazima uzichambue namna hii ili kupata nywele zile ambazo utakrochia, ambazo ndizo zitakazofanya hizi dread ziingiliane zifumike kwa urahisi. Kwa sababu zoezi la kukrochi tunaweza tukasema ni kama tunafuma tu vitambaa, kwamba hizi nywele ziingiliane ndipo zishikane. Na hii hatua ni nzuri, au hii njia ni nzuri, tofauti na ile njia ya kutumia nyuzi, sindano na uzi. Kwa mfano kama huyu unavyomuona, huyu mwanzo zilikuwa ni nyembamba zaidi ya hizi ambazo unaziona tunaziunga 3. Mwanzo zilikuwa ni nyembamba sana kiasi kwamba aliunga na nyuzi. Sasa baada ya nyuzi kuchoka zikawa zinafumuka tena. Kwa ndio maana tunafanya hili zoezi, tunaunga hapa kwa kutumia njia hii. Kama unaweza kuona tumemaliza, ndugu mtazamaji. Hivyo kama bado hujasubscribe, na kuomba subscribe, bonyeza kikengele, lakini pia unaweza kunifollow kwenye mitandao ya kijamii Instagram, TikTok pamoja na Facebook. Jina ni Gwiji la Vipaji. Kama unaweza kuona tumemaliza na kutazama episode ya pili, linki nimekuwekea kwenye maelezo chini ya video hii.